Kenya na ulimwengu mzima unamwomboleza kiongozi. Kenya inamfahamu kama baba, mwana mapambano na sauti ya wananchi, Raila Amolo Odinga, jina ambalo limeacha alama kubwa katika historia ya siasa za Kenya. Nina furaha ambayo haina kifani kuona vile mmefika kwa wengi namna hii. Nyinyi mmeonyesha kwa mfano ya kama nyinyi ni watu ambao wanataka amani, sio? Leo ni mkutano tofauti. Hii mkutano ndio mkutano ya kwanza ambayo tumefanya baada ya mimi na Uhuru kushikana mkono namna hii. Tulisema hatutaki kurudi nyuma. Tulisema mpaka tubadilishe Kenya. Tunataka kuanza siasa ambayo ina sera tofauti. Tulisema tunataka kuua ile ugonjwa kubwa ambao unaitwa ukabila, ubaguzi ya ukabila. Tukasema tunataka kumaliza ile mnyama inaitwa ufisadi na hujuma ya mali ya umma. Tukasema tunataka kumaliza tena vita ya uchaguzi kila mara kwa mara. Tukasema tunataka kuleta ajira kwa vijana. Tukasema tunataka kupigana na ufukara katika taifa letu. Tukasema tunataka kuleta usalama katika taifa letu. Haya yote Uhuru akaniambia mimi, yeye anakubali, akamwambia mimi ninakubali, alafu tukasalimiana mkono. Kutoka kwenye mapambano ya kurejesha demokrasia hadi kuwa waziri wa Kenya, Raila amekuwa nembo ya matumaini kwa vizazi vingi. Leo tunatazama nyuma safari yake ndefu, maisha yake ya kisiasa na urithi aliyoacha kwa taifa. Raila Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 huko Maseno, kaunti ya Kisumu. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya. Raila alisomea uhandisi nchini Ujerumani na arejea Kenya mwisho wa miaka ya 1970. In the many years of struggle to liberate Kenya, thank you for the battles you have fought together. The journey has been long, but I have not fought alone or felt lonely. You have fought together. But allow me to take this very special moment to convey my very personal and deep gratitude to my family and the entire Odinga family for their enduring spirit in difficult, upsetting and tragic times. Through the times, they have kept powering through and lived up to the Jaramogi Oginga Odinga's mantra that freedom has a price. I also want to thank my fellow compatriots in the struggle. Hapo ndipo alipoanza kujihusisha na masuala ya kijamii na kisiasa, akipigania haki na usawa wa wananchi. Miaka 1980 Kenya ilikuwa nchi ya chama kimoja, yani KANU. Raila alikosoa utawala huo na kuwa mmoja wa sauti za kwanza kupigania mfumo wa vyama vingi. Mwaka 1982 alihusishwa na jaribio la mapinduzi na kufungwa gerezani kwa miaka kadhaa. Baada ya kuachiliwa, hakukata tamaa. Alirudi tena kupigania uhuru wa kisiasa. Kupitia juhudi za viongozi kama Raila, Kenya irudisha mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Raila alijiunga na chama cha baba yake kilichojulikana kama FORD. Kisha akaunda chama cha NDP.
Baadaye alianzisha chama cha ODM ambacho kimekuwa na ushawishi mkubwa hadi leo. Mwaka 2008, baada ya uchaguzi wenye utata, Raila aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Kenya katika serikali ya mseto ya Rais Mwai Kibaki. Wakati huo, aliongoza miradi mingi ya maendeleo na kuhimiza maridhiano ya kitaifa. Raila amegombea urais mara 5. Mara ya kwanza aligombea mwaka 1997, kisha akagombea mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka wa 2022. Ingawa hakuwahi kushinda urais, anaendelea kuheshimiwa kama kiongozi wa wananchi. Amehusika katika mageuzi mengi ya kisiasa, ikiwemo kupigania katiba ya mwaka 2010 na kupigania haki za kijamii. Wafuasi wake wanamuita baba kwa sababu ya mapenzi yake kwa wananchi na msimamo wake wa kutetea demokrasia. Raila Odinga atakumbukwa kama shujaa wa kisiasa, mtu aliyeweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi ya binafsi. Amefunza viongozi wengi vijana umuhimu wa amani, umoja na kusimamia ukweli. Maisha yake ni mfano wa ujasiri na uvumilivu. Safari ya kiongozi ambaye hakuwahi kuchoka kupigania haki. Raila Odinga anabaki kuwa sura ya mabadiliko na matumaini katika historia ya Kenya. Kumbukumbu zake zitadumu katika mioyo ya Wakenya kwa vizazi vijavyo. Huyu ndiye Raila Amolo Odinga, mwana Afrika Mashariki, mwana siasa jasiri na sauti ya watu.